Kolanga ni moja kati ya kijiji kilichopo kando kando na msitu, na ndani ya hiyo msitu kuna uwepo mkubwa sana wa wanyama wakali. Kutokana na uwepo mkubwa wa wanyama wakali, hii ilipelekea kuwa chachu na ongezeko kubwa sana ya makundi ya kihalifu huku wakiwasaka wanyama hao. Licha ya hayo yote, serikali iliweka njia thabiti kwa lengo la kupunguza makundi ya kihalifu kwa kulenga amani pamoja na hifadhi ya wanyamapori kuwa sehemu salama kabisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Alo. Sasa meseji nimeiona, lakini kitu ambacho nilikuwa naomba hapa, mnipe hata mwezi mmoja tu. Na unafahamu fika kabisa sasa hivi umeongeza umakini mkubwa sana, na kuhakikishia naomba mwezi mmoja tu, kila kitu kinafanikiwa. Sawa, mimi nafahamu yote haya kwamba inatakiwa kwa haraka zaidi, lakini wewe mwenyewe unafahamu hatua ambayo tulifikia hapa. Hata hivyo, kwa sababu ile jambo ambalo tulifanya mara kwanza, yani wamekuwa makini mara 100. Ndiyo, mwezi mmoja tu. Sawa sawa, haina shida. Basi nikipenda nikate mara moja, kwa sababu kuna watu nimewaacha hapo. Wasio kanishtukia. Sawa, asante. Basi shehe wangu, mimi naishia hapa, ila ninachokusisitiza tu kuwa makini. Ndugu yangu, sijui niongee vipi, ila nikushukuru sana ndugu yangu kwa ule wema wote ulionitendea, ila naamini sina cha kukulipa, ila Mwenyezi Mungu ndiye atakaye kulipa.
Lakini usijali, mimi nadhani katika hili shekhe wangu mimi nimetimiza majukumu. Allah Azza wa Jalla anatuambia, "Mona fansurullaha wa tansuruhum." Mnusuruni Allah naye atawanusuru. Kwa hiyo sisi tukiwanusuru waja wake Mwenyezi Mungu naye atatunusuru. Kwa hiyo kufanya hili mimi nimefanya ni sehemu yangu ya imani, na wewe ni ndugu yangu kama ulivyoniambia katika imani Bwana Rajabu. Kwa hiyo nakuomba pia hata ukifika mjini basi tumkumbuke Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Haya maswaibu yote yanapita tu ndugu yangu. Mimi nimefurahika sana shwangu. Inshallah. Kwa hiyo shehe wala usijali kabisa. Unajua nina furaha. Sina cha kuongea. Basi inshallah shwangu. Lakini kumbuka kitu kimoja. Karibu sana mjini. Nashukuru sana. Mimi ngoja nikuache. Basi mimi mjini tafika shehe. Haina shida. Na ni ndoto yangu kufika mjini. Na stendi ni pale. Pale ukisimama tu pale basi inshallah magari yanapatikana pale shehe wangu yanaenda mjini basi. Haina salama. Haya basi inshallah. Basi tutawasiliana. Allah na wewe shehe wangu. Asante sana. Haya baba. Nashukuru sana. Asante sana. Halo. Halo. Asalamu alaykum shehe. Bila shaka naongea na Rajabu. Sawa. Mimi Ustaz Omari. Ndio. Tulikutana kijiji cha Kuranga mwezi uliopita, kama sikosei, kama mwezi mmoja uliopita. Ndio, salama ndugu yangu, salama. Sijui nyinyi huko. Salama, tunashukuru Mungu. Sema ndio hivyo, shemeji yako naye mjamzito. Nini? Ndio tunapambana Japo hela ndo inasumbua shehe. Hela inasumbua wazazi wangu. Sawa. Ndio mimi naweza nikakutana. Muda wote. Popote pale ukisema tukutane mimi nakuja. Basi sawa, haina shida bosi wangu. Haya shehe wangu. Allah azidi kufanyia wepesi bana. Kwa umesema lini? Basi sawa, nashukuru. Kesho asubuhi basi mimi nashukuru sana. Basi sawa. Basi mimi nikiswali swala fajiri tu pale asubuhi, basi mimi nitakuwa mwenye kuanza safari. Basi inshallah. Asante sana. Alhamdulillah. Ili wazo nilikuwa nalo muda mrefu sana. Allah, alhamdulillah. Sasa hapa naona kabisa Mwenyezi Mungu anaenda kutia wepesi katika hili. Allah, nakushukuru sana. Ndugu yangu. Naam. Hivi naweza kuuliza kitu?
Uliza tu. Hakuna shida. Sawa. Mara nyingi nimeshuhudia sana wakazi wa hichi kijiji wanakatazwa kabisa kuingia ndani ya huu msitu. Hivi unaweza kuniambia ni kwa sababu gani wamezuia kuingia kwenye msitu? Ni kweli tumekatazwa kuingia kwenye msitu, na kwa sababu huu msitu una wanyama wakali, pia kuna watu wabaya. Watu wabaya? Ndiyo, kuna watu wabaya ambao wanaingia kwenye msitu, wanawinda wanyama na kuwapiga risasi na kuchukua pembe. Kwa hivyo hiyo ndo sababu ambao nyinyi mmekatazwa kuingia ndani? Ndiyo, na serikali ikatangaza hairuhusiwi mtu yoyote kuingia kwenye huu msitu, na ndio maana natuona na kijiji sasa hivi hatuingii kwenye huu msitu. Sawa. Alafu ndugu yangu, usijisaulishe. Ina maana umesahau hata kifo cha wazazi wako waliuliwa na wanyama wakali. Hapana. Sema unajua ni muda mrefu sana tangu kifo cha wazazi wangu, na nilitegemea labda pengine maisha yakiwa mbadilika. Hapana, hapajabadilika wala nini. Na sisi tunafuata sheria, serikali imesema tusiingie, ndio maana sisi hatuingii. Basi tuendelee na safari. Sawa ndio. Nimechoka. Basi dada, tufike hata pale mbele tupumzike. Unajua nilivyochoka, nimechoka. Nimechoka. Hata siwezi kusogeza tena mbele mguu wangu kwa kweli. Kumbuka mjomba alisema uwe nafanya mazoezi. Kutoka kule nyumbani mpaka kufika hapa ni mazoezi tosha. Basi tu natembea kitaratibu mpaka tufike pale kwenye kichuguu. Nawe ni king'ang'a. Haya twende. Hivi unaweza kuniambia umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka kuteka kuni. Hivi hauna taarifa kwamba kule msituni tumeshakataza? Alafu isitoshe mtoto wa mwenyekiti ndio unakuwa wa kwanza kuharibu. Baba, niliona hamna kitu cha kupikia. Alafu maharage bado haijaiva. Kumbuka ndani ya ule msitu kuna wanyama wakali na watu wabaya. Je, unadhani wangekukuta wangekuacha salama? Samani. Sawa, nimekuelewa. Ila kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kunyanyua mguu wako kwenda msituni. Sawa.
Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi mdogo wangu? Safi kaka. Okay, sawa. Mimi nimekuita, kuna jambo nataka nizungumze na wewe. Kesho natarajia kwenda mjini asubuhi sana. Inabidi yenu unasafiri? Ndio, japo sio safari ya muda mrefu, itachukua kutwa nzima. Na kama unavyojua shemeji yako hali yake ni mjamzito. Kwa natamani sana nimwache chini ya uangalizi wa mtu tena kwa makini sana. Ndio maana nikakupigia simu ili uje kwa ajili hiyo tu. Kaka, yani katika hilo mimi naona hata usiwe na shaka. Shemeji hapa utakuwa umemwacha katika mazingira mazuri na nitamwangalia kama kuna chochote kile ambacho kitakuwa labda ana shida nacho, mimi nitakuwa nipo kwa ajili yake. Mimi sina shaka na wewe. Na kujua mdogo wangu uko safi na ndio maana nikaamua nikuite kwa sababu najua kabisa. Ndio. Huyu ni mjamzito, hali yake sio nzuri. Lolote linaweza likatokea. Kweli? Na mimi najua kabisa kwamba wazo ni kuna vingine basi kaka. Basi matunda tu hivi nini hivi ndimu nini maembe kama hivi. Ndio vitu vyao watu wenye mimba. Basi kiufupi ndio hivyo. Sijaacha chochote. Kuna pesa kidogo ipo pale. Yeye mwenyewe atakukabidhi akiwa anataka kitu fulani. Kwa mimi nadhani niondoke nikaendelee kujiandaa na hiyo swala la safari kesho, lakini naamini kabisa inshallah utakuwepo hapa kesho asubuhi. Na usiniangusha katika hilo. Hamna shida kaka, hamna shida. Hamna shida. Basi inshallah mimi ngoja kwanza niende nikajiandae. Alafu halo shehe. Umeshafika? Hapa nimeshafika. Eneo ni asijapajua vizuri ila kuna kibao hapa. Kimeandikwa Ali H Mwinyi kama sikosei. Lakini pia niliposimama hapa kama kuna karavati hapa nimesimama. Sawa, namtuma mtu hapo. Basi nashukuru sana. Watanikuta hapa. Asante sana. Karibu embe. Asante. Lakini maembe umeyaosha kwanza? Kuosha? Hapana. Sijayaosha maembe. Unajua nini? Mara nyingi unashauriwa tuwe naosha maembe kabla ya kula. Kwa sababu kuna magonjwa mengi sana. Hususan kipindupindu. Na sababu kubwa sana sababisha kipindupindu ni kula maembe kabla hujaosha. Kwa hiyo siku nyingine ndugu yangu, jitahidi kuosha maembe kabla hujala. Nashukuru ndugu yangu. Kwa kuwa umeniambia hivi, haina shida. Basi haya yaliyobaki nitayaosha ili niweze kula. Sawa, ni wewe tu. Asante sana. Hivi ndugu yangu, unajua
Shehe hapa mjini hayupo. Tangu jana shehe hayupo. Hayupo? Hayupo. Nimejaribu kwenda nyumbani kumpeleka mtoto kwa ajili ya madrasa, lakini sijamkuta. Ndugu yangu, huenda kaka kuna sehemu ameenda kueneza dini. Tangaza dini? Mbona sio kawaida? Sio kawaida kabisa kwa shehe kufanya hivi. Bwana Kanusu, yule ni mtu mzima, anajua sahihi na baya lipi. Kwa hiyo tumvumilie, atakuja tu. Sawa? Kinavyojua si kawaida kabisa. Sawa. Hebu niangalie kwanza yembe kwanza. Haina shida ndugu yangu. Basi osha kabisa na haya. Na haya. Samahani, sisi tumeagiza tuje kukuchukua, na kama utojali unaweza upanda kwenye hii pikipiki ili tuweze kupeleka huko karibu.
Hey, vipi hapo? Kwema tu. Kwema utoka hapo huko? Fresh. Unachungulia nini huko? Kuna jamaa mmoja nimemuona. Ni mrefu hivi. Akiingia ndani ya msitu. Na tunafahamu wote kwamba raia mtu wa kawaida haruhusiwi kabisa kuingia ndani ya msitu. Hicho tu ndio nilikuwa nashangaa. Wewe unamjua yule mtu ambaye unamchungulia? Hapana. Sikiliza. Yule ni mtu hatari sana. Ni anatisha katika kijiji hiki. Hatari? Ndio. Sasa yule jamaa, wale watu ambao nawasikia kwamba wanaua wanyama wakali, yule ni mmoja wapo. Nawasikia. Nasikia kama mlio risasi huo. Sikiliza, hii sio sehemu ya kukaa. Hebu twenzetu. Sawa. Nimechoka. Yali. Mola wangu nisaidie mimi. Shikamoo dada. Marhaba, na ujambo? Nenda wapi? Nenda madrasa. Madrasa? Ndio. Mbona leo mwalimu wenu hayupo? Sikupata hiyo taarifa. Mimi nikajua umekuja kunichukua twende mazoezini. Haya bana, twende. Haya, twende. Poa mwanangu. Nawakuta mara moja basi. Basi poa mwanangu. Chapu tu dakika moja. Haina noma. Okay, tayari. Poa. Sasa sisi tumefika. Ngojea. Vipi shehe?
Mbona kama nasikia mlio wa risasi? Hapana shehe, ni mawenge yako tu. Tuliza mawenge shehe. Nishakwambia hizo ni baruti tu za watoto. Acha mawenge shehe, niamini mimi. Wewe rudi tu, una pikipiki shehe. Rudi tu, una amani shehe. Kama una pikipiki. Kakangu, hauogopi kupita kwenye hiyo njia? Kwa nini unasema hivyo? Alafu, kwani wewe ni nani? Mimi naitwa Naa. Nishawahi kusikia kwenye hiyo njia mara nyingi sana wapitaga watu wabaya. Sasa yule jamaa, wale watu ambao nawasikia kwamba wanaua wanyama wakali, yule ni mmoja wapo. Nasikia kama mlio risasi huo. Sikiliza, hii sio sehemu ya kukaa. Hebu twenzetu. Sawa. Sawa. Uwezo habari umezitoa wapi? Au ni nani alikwambia hizo habari? Mwalimu wetu wa madrasa alituambia kwamba kwenye hiyo njia alishawahi kukutana na watu wabaya kwenye hiyo njia. Sawa. Asante kwa taarifa yako. Unaweza kaenda hata hivyo. Sawa, mimi naenda. Watu wabaya? Pengine hata wale nilikutana nao ni wabaya. Inabidi nimfuate shehe ili aweze kunielekeza vizuri. Halo. Vipi kuhusu mzigo wangu? Kuna dogo nilimpa kazi, lakini bado analeta session. Lakini nikuondoe shaka, mzigo utakufikia. Sawa. Niamini, mzigo unafika leo. Ninachohitaji mzigo wangu ufike kwa haraka zaidi. Hilo limeisha. Basi nikutakia siku njema. Asante. Bosi. Naam. Nadhani unatambua sija kuangusha hata mara moja. Nimekuletea huyu shamba boy.
Sheikh Omari. Ndio Rajabu. Karibu sana. Asante. Samani, naweza nikakuuliza swali? Uliza. Kwani mbona mpo hivi? Usiogope. Hii ni sehemu yangu ya kazi. Na nyumbani kwako ni wapi? Sina mambo mengi. Punguza pressure shamba boy. Bwana Omar, hili begi unaloliona lina pesa nyingi sana, na ukabidhi pesa hii ili uondoke nazo. Hapana, sikatai msaada, lakini hata Mwenyezi Mungu anatusisitiza tuweze kula vilivyochumwa vya halali. Sijajua wewe kazi yako ni ipi, na mbona pesa nyingi sana? Utachagua mawili kati ya haya. Rajabu, unataka kufanya nini? Bwana Omari, hii ndo kazi yangu ninayofanya. Kwani Omari wewe ni muuaji? Hapana. Sijamaanisha kama nataka nikuue. Huwezi kuondoka mpaka uzichukue hizo pesa. Unanikosea Omari. Unanikosea sana. Unajua fika imani yangu hainiruhusu kufanya hiki. Naomba uniruhusu niondoke. Sizitaki tena hizo pesa Omari. Inatosha. Chagua mambo mawili. Uondoke na pesa au ubaki hapa mpaka utapokubali. Nimemaliza. Baba, mbona kama leo una huzuni sana? Ni kweli leo nina mawazo sana. Nimetoka hospitalini, nimeamua nifikie hapa nipumzike tu kidogo. Kwani vipi huko? Hali ya mgonjwa inaendeleaje? Hali ya mgonjwa kwa sasa ni mbaya kwa sababu ujauzito wake umeweza kuharibika. Ni sawa. Ni kweli unaweza kusema ni sawa, ila kwa bahati mbaya sana shehe mwenyewe hajui kwamba ujauzito umeharibika wa mke wake, na sijui taarifa ataipokeaje. Maana na wiki ana siku mbili hapa kijijini hajaonekana. Maana hata pale tulikuwa peke yetu na majirani wengine. Sasa atafanyaje? Inabidi akubaliane na ukweli, maana ndio ishatokea. Ndiyo binti yangu, yote na yote tumwachie Mwenyezi Mungu. Sawa. Hatuna budi.
Halo. Tumepata pointi sahihi ya utambuzi wa namba ilikotoka. Nitakutumia kwenye mfumo wa database muweze kuifuatilia zaidi. Okay, sawa. Halo. Naam mkuu. Ni mimi nimekupigia hapa. Na habari ambazo nataka nikupe. Kusema kweli, nimegundua mahali ambapo hao jamaa wanapatikana. Wanapatikana katika pori la Katago. Ndio na uhakika. Na nimeshindwa kuingia ndani zaidi kwa sababu ndani ya huu msitu wanaonekana kambi yao kubwa sana ambao wameiweka huko ndani. Na mimi niko peke yangu. Nikaona ni bora nikwambie mkuu wangu uweze unajua namna gani unaweza kufanya. Sawa. Haina shida. Kwa sababu wewe umesema ni bora mimi niishie hapa hapa. Utatuma kikosi. Nimelizika kwa hilo. Na natumaini mkuu wangu itakuwa misheni yangu imeshakamilisha. Ndio. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Aprili mwaka huu, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na shirika la wanyama duniani WWF walianzisha juhudi mpya za kufuatilia tembo kwa kuangazia mienendo yao kwa vifaa maalumu. Id Ligongo alitembelea mbuga hiyo na hapa anatuarifu.